Katika kisukari cha aina ya kwanza, type 1 diabetes, kama kawaida tunarudi katika mchoro wetu ule wa mwanzo. Unaona hapa tuna sukari yetu baada ya kuyeyushwa. Hapa tunayo insulini yetu. Hapa tunao msuli wetu. Hapa tunao mlango wa kuingilia katika chembe hai za misuli, na mlango huu umefungwa, na hivi hapa ndio vielelezo kama ninavyoongelea. Sasa kwenye ugonjwa wa kisukari, sukari itaingia kwenye damu kama kawaida. Hapa ninaongelea ugonjwa wa kisukari aina ya kwanza. Lakini kwa hali ya kawaida kongosho lilitakiwa litengeneze insulini ya kutosha. Lakini kwenye ugonjwa wa kisukari aina ya kwanza, kongosho haliwezi kutengeneza insulini ya kutosha. Linatengeneza insulin lakini haitoshi. Kwa maana hiyo insulini hii haitoshi kufungua huu mlango. Na kama insulini hii haitoshi kufungua huu mlango, ni nini kinatokea? Kitakachotokea ni kwamba glucose itashindwa kuingia kwenye damu na nguvu itashindwa kutengenezwa, na tutakuwa katika hali ya kukosa nguvu na hali ya kuumwa. Na ndio maana ugonjwa huu wa kisukari aina ya kwanza, kwa sababu tatizo ni kiasi kidogo cha insulin au ni kushindikana kwa insulin kutengenezwa, ndio maana kwa lugha nyingine wanaita insulin dependent diabetes. Ni kwamba ugonjwa huu unategemea insulin. Kwa maana hiyo mgonjwa wa kisukari aina ya kwanza akipewa insulin kwa kuchomwa sindano, insulini hii itaweza kufungua ule mlango na glucose itaingia na kutengeneza nguvu kama kawaida. Sasa hapo unaona aina ya kwanza ya kisukari. Tumesema kwamba sukari inaingia kwenye damu, inakuwa nyingi, lakini kongosho haliwezi kutengeneza insulini ya kutosha kiasi kwamba mlango ule ambao unatakiwa ufunguliwe ili sukari iingie kwenye misuli ikatumike kutengeneza nguvu unakuwa hauwezi kufunguliwa. Na katika hali hiyo tunakuwa katika hali ya ugonjwa. Lakini basi ukichoma au ukipata insulin ambayo ni dawa, sasa insulin inayotoka nje, sio inayotengenezwa katika mwili wako tena, mlango ule unaweza kufunguka na sukari itaweza kuingia, na hapo utaweza kupata nguvu na kiasi cha sukari kwenye damu hakitakuwa katika hali isiyo ya kawaida. Tuangalie sasa ugonjwa wa kisukari aina ya pili. Katika ugonjwa wa kisukari aina ya pili, kama kawaida sukari inaingia kwenye damu, inaongezeka na insulin inatengenezwa kama kawaida. Hapa ndipo ilipo tofauti. Katika ugonjwa wa kisukari aina ya kwanza, kongosho haliwezi kutengeneza insulini ya kutosha. Lakini katika kisukari aina ya pili, kongosho linaweza kutengeneza insulini ya kutosha. Lakini ni kwa nini basi tatizo linakuwepo? Ni kwamba insulini hii itashindwa kufanya kazi licha kwamba inatengenezwa. Kutokana na matatizo fulani, insulini hii haitaweza kufungua huu mlango. Kwa hiyo basi huu mlango hautafunguka. Na kitakachotokea ni nini? Ni kwamba glucose au sukari yetu haitaweza kuingia kwenye chembe hai za misuli, hivyo haitaweza kutumika kutengeneza nguvu. Na kitakachotokea ni kwamba mwili utajaribu kutengeneza insulini nyingi zaidi ili kujaribu kuongeza nguvu katika kufungua mlango huu, lakini bado mlango huu utakuwa hauwezi kufunguka. Kwa hiyo kinachotokea, kiasi cha sukari kitaongezeka sana kwenye damu. Na hapa ndipo tunapoona sukari hii ndio huleta madhara kwenye figo, ndio huleta madhara kwenye mishipa ya fahamu, na ndio huweza kuleta madhara kwenye macho. Na hapa ndipo unapopata kitu wanaita diabetes complications. Na haya ni madhara ambayo yanatokea. Na unaweza ukapata madhara kama vile matatizo ya moyo, unaweza ukapata kiharusi ambacho ni kutokana na matatizo kwenye mishipa ya fahamu au kwenye ubongo. Unaweza ukapata
kufeli kwa figo. Kwa hiyo mambo chungu nzima yanaweza kutokea, na sababu kubwa ni kwamba sukari imezidi kwenye damu kwa sababu imeshindwa kutumika, na imeshindwa kutumika kwa sababu either insulini haitengenezwi ya kutosha kwenye kisukari cha aina ya kwanza, au insulini inatengenezwa ya kutosha lakini haifanyi kazi ipasavyo kwenye kisukari cha aina ya pili. Sasa tuangalie ni kwa nini tunasema mazoezi ni muhimu. Kinachotokea tena tukikumbushana ni kwamba sukari inakuwa ipo nyingi kwenye damu, insulin inatengenezwa ya kutosha kabisa, lakini insulini hii haiwezi kufanya kazi. Hapa tunaongelea kisukari cha aina ya pili, na kama insulini hii haiwezi kufanya kazi, milango ambayo glucose au sukari ingepitia ili kuingia kwenye chembe hai za misuli na kuchomwa kutengeneza nguvu inabaki kuwa imefungwa. Lakini basi habari njema ni kwamba ukifanya mazoezi inatengenezwa njia mbadala, njia nyingine, njia tofauti na ile inayotegemea insulin, ambayo itasababisha milango kufunguliwa na hivyo glucose kuingia ndani ya mwili na kuchomwa kutengeneza nguvu. Kwa hiyo unaona hapo kwamba mazoezi yanatengeneza njia mbadala isiyotegemea insulin, inayoweza kusababisha glucose au sukari iliyo kwenye damu kuondolewa kwenye damu na kuingia kwenye misuli na kutumika kama kawaida kutengeneza nguvu na joto. Kwa maana hiyo sukari inakuwa haizidi kwenye damu na tunakuwa tuko katika hali ya kawaida. Sasa unaweza ukaelewa tofauti iliyopo kati ya kisukari cha aina ya kwanza na kisukari cha aina ya pili. Pia unaweza ukaelewa ni nini basi kinachotokea na ni kwa nini basi mazoezi ni muhimu sana katika kujikinga na pia kutibu ugonjwa huu. Habari njema kabisa ni kwamba hakuna dawa yeyote ambayo inaweza kukukinga wewe kupata ugonjwa wa kisukari, lakini mazoezi yanaweza kukukinga wewe kupata ugonjwa wa kisukari. Kwa sababu ugonjwa huu unatokea katika familia kwa mtu yoyote ambaye wazazi wake au babu zake wamewahi kuwa na ugonjwa huu, anakuwa na uwezekano mkubwa sana wa kupata tatizo hili. Lakini ukifahamu hivyo na ukafanya mazoezi na ukajua chakula unachokula, ukala chakula bora, unaweza kabisa kujikinga na ugonjwa huu. Tafiti zimeonesha kwamba ndugu wa wazazi waliokuwa na kisukari au watoto ambao wako katika familia ambayo ina kisukari waliweza kujikinga kutokupata ugonjwa wa kisukari kwa kufanya mazoezi. Kwa maana hiyo basi, hii ni sehemu kubwa sana zaidi ya tunavyofikiria katika kujikinga na pia katika kutibu tatizo hili. Ninapoongelea kutibu, unatakiwa kufahamu kwamba mpaka sasa hakuna dawa ya kutibu ugonjwa wa kisukari. Kinachotokea ni kwamba zipo dawa za kuweza kuzuia au kupunguza kiasi cha sukari kwenye damu ili mtu mwenye ugonjwa wa kisukari asipate madhara kama niliyoyaongelea hapo awali. Madhara ya magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo na magonjwa ya kupofuka macho. Kwa hiyo mazoezi pia yanachokifanya ni kwamba yanaondoa au yanapunguza kiasi cha sukari katika damu, hivyo kukukinga wewe kupata matatizo ambayo nimeyataja. Nashukuru sana kwa kuangalia. Ungana nami katika sehemu nyingine ambapo tutaongelea tatizo lingine.